kwenye nchi ndivyo inatakiwa kurudi nyuma mpaka kwenye familia, kwa sababu nchi yake ya kwanza na familia inaundwa na mtu mmoja mmoja. Ndio maana leo sitaenda sana kwenye bajeti ya familia. Sasa kama mkatae, mkaunganishe, wanaishi. Basi ni namna ya kujifunza na kujishughulisha hela yako kwa badala ya kushangaa kutendea watu. Mara nyingi watu wanashangaa na leo alafu kichwa kile na kuna mtu anayetokea wanaisha sisi. Sasa hicho kitu kinatokea kwa sababu wewe usipoiambia kwa kweli huwa ipendi kusikia na ikiwa kasirika zaidi unaweza kusikia. Ndio kama umekuja vizuri kwa usiku saa moja inaanza kuongea na yeye kweli unashangaa ukitoka ukaenda inamshughuli kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo usipokuwa na budget hela inakushughulisha kama wewe ujiandike kama ukae nimekuelekeza ndio usipokuwa na kuelekeza wewe hapo unaanza kukuta kwamba na ndio sababu kujenga kwa badala sio, lakini ni mpangilio ulioweka kipato chako kwa kuzingatia mambo mbalimbali kwenye maisha. Kwa hiyo ndio tafsiri ya bajeti. Wanafunzi tumeelewana au mwalimu anaenda tunaenda sawa sana. Sasa kuna aina za bajeti. Bajeti ina aina kuna bajeti binafsi, bajeti ya familia, bajeti ya biashara au kanisa au taasisi au mashirika. Lakini pia kuna bajeti sasa hivi vitu vyote vitu ambavyo vinategemea hapa sisi tutajifunza bajeti. Lakini sisi watu utofautiana sana bajeti. Leo nimejikita kwenye kitu cha bajeti binafsi. Nini umuhimu wa bajeti? Kwa nini umuhimu wa bajeti? Na kwanza kutusaidia kutumia hela kwa akili, kusubiri. Lakini la pili na muhimu sana kutuepusha na madeni mabaya. Usipokuwa na bajeti unashangaa unapigia mtu unaacha kasa utadhani wewe unamwambia mtaka baadaye, lakini ukisaidia kupata fedha ukifanya bajeti vizuri tutaona msiana unaweza kupata pesa. Lakini bajeti utasaidia kwenye dharura ya sisi wote kujua magari unaweza kushika kutoka hapa changamoto unaweza ukakaa kupata hela mshika ili yako amedondoka majanga lakini bajeti sio kulipa. Bajeti kutoka watu wa kesho tutaona jinsi kutusaidia katika maneno lakini utusaidia katika mchana kuhusu fedha. Baada ya hapo kujifunza kitu moja kwa dalili ya kuwa unahitaji kujua bajeti. Kwamba hiyo somo inakuhusu wewe au inakuhusu. Sasa nitakupitisha kwenye dalili ili ujue kama hiyo somo inakuhusu au haikuhusu. Ukiona hakuna dalili moja inakuhusu wewe, ndio unatoka kwenye mlango ndio unaanza. Bwana Yesu asifiwe.
Dalili ya kwanza, ikiwa wewe unaheshima kutimiza mahitaji yako ya msingi, hiyo ni dalili ya kwanza kwamba unahitaji kusimama. Mahitaji yako ya msingi kwa matatizo huko sasa unayatimiza yote, ikiwa una madeni, Yesu asifiwe. Ikiwa una madeni au wewe unahitaji kulipa. Ikiwa unafanya maamuzi mabaya ya uwekezaji mara kwa mara, wenye kufanya maamuzi mabaya sote wale wanalipa kulikuwa akisema kaita huko jana kwenye kanisa na unabii kama unafanya kama unahitaji kulipa. Hii ni mbaya sana. Ikiwa unashindwa kulipa bili zako mara moja kwa mwaka, sasa bili ni vitu vya kawaida tu vidogo vidogo. Unataka kununua gesi, hauwezi. Umeme unakukatikia siku tatu, maji wanakuja kuondoka kwa kiwasa mpaka kopi waondoke nayo, lakini unakuwa hauwezi kulipia zile vitu vidogo vidogo tu vinakuwa vinakushinda. Sasa ikitokea hivi, wewe unataka kujifunza sasa. Ikiwa unauliza Januari mwezi mpya, ulifahamu kuwa ulijua kabisa Januari haija Januari mwakani Januari unaupa jina baya baya tu. Sasa hiyo unakuja kujifunza kwa sababu itafika. Ikiwa kama wewe unataka kuuza ya mkopo na kama kuchukua, wewe unahitaji kujifunza hapa. Kuna mtu wakisema tunakopesha kama wakisema tunakopesha vyombo kazi, kuna wale watu sio ndio wanaitwa kwenye vyombo, alafu wanakuja unashangaa kitu ndani kinatokea kama wewe unatokea hivi au kufanya mkopo unaanza au ikiwa ukisikia kuhusu za ukatili kwa hata mchezo au ikiwa wewe kwa afya yote kuweka kwa kesi yani mtu akifua au kupata changamoto au kushika kusafiri kwa milioni moja, hilo ni lengo mahususi, sio nataka tu kuwa na akiba. Mimi mwaka huu nataka kununua bajaji. Unaenda kujua na bajaji inauzwa kiasi gani. Mimi mwaka huu nataka nilipe ada. Natakiwa kujua sasa ile lengo lazima liwe mahususi, lakini liwe linaweza kupimika. Kwa mfano kama ukisema ni ada ni kiasi gani, labda ni 1,200,000. Kwa hiyo utaanza kuitafuta hiyo 1,200,000, lakini uweke lengo linalofikiwa. Wewe labda kipato chako kwa wastani unaweza kuraise 1,200,000, usiweke lengo. Hebu jaribu kuorodhesha. This is very serious. Mwalimu yuko serious huyu. Orodhesha vyanzo vyako vya mapato. Kama wewe kwa mfano wale watoto ambao wanafanya kazi, orodhesha hela kutoka kwa wazazi, chanzo chako cha mapato. Wale wanafunzi wa chuo wanaofanya biashara, kama ni moja, sema ile biashara. Kama ziko 3, naorodhesha pale. Kila moja kuorodhesha. Tunaweza tukaendelea. Kwa hiyo hicho ni kipengele muhimu sana. Sasa ukirudi nyumbani, angalia tena vile ulivyosahau. Kwa wale ambao wanafanya kazi, unaweza ukawa una mshahara, lakini usisahau kuandika marupurupu. Kama wewe unapewa, kama uko kwenye position unapewa labda allowance, labda wewe ni kiongozi,
andika pale labda allowance ya nyumba. Kama unapewa extra duty andika. Kwa wale wanaopewa kuna vitu vinaitwa mkoro unaandika. Kwa wale wanaofanya wanaandika miradi grant andika. Kwa wale ambao wanasafiri kikazi, mapato ya safari, wale wanaoenda kwenye training, seminar, vyote orodhesha vyanzo vyako vya kipato. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, orodhesha matumizi yako yote. Hapa nawapa dakika 2. Orodhesha matumizi. Alafu hapa nitakuwa ninasimamisha mtu mmoja, unataja tumizi tu moja, mwingine anaendelea uliloandika, ili nione kama mnaandika. Na nitamnyanyua yoyote randomly. Na kunyanyua tu kama sikujui jina na kuita wewe. Orodhesha matumizi yako. Ni lazima uwe unajua matumizi yako kwa mwezi yote. Kwa heshima sasa, naomba nianze na senior monk. Tumizi la kwanza unaandika nini? Tumizi la kwanza ni chakula. Tumizi bora kabisa, si ndio? Makofi kwake. Kofi moja. Naomba nimsimamishe mzee wangu. Karibu Dr. Kombo. Tumizi nishati. Madaktari bwana. Sisi tuambie tu umeme iwe nyepesi. Kwa nishati umeme, yes. Asante sana. Anawasaidi. Makofi mawili kwake. Nishati. Madaktari wanakompliketi sana. Asante. Mchungaji kutoka Arusha. Maji. Asante sana. Makofi kwake. Maji. Mama sana. Asante sana. Wakina mama makofi kwake. Bajeti ya kusuka, hilo ni tumizi lake mahususi kabisa. Sawa? Na wakina mama, jamani hata kigelegele kwao. Asante Mzee Ndosi. Kama mtu ameshalitaja usirudie kama umeandika, lakini Mzee Ndosi au Jennifer yoyote kati yenu. Na asante mama na mwenyekiti wa kina mama. Kodi ya nyumba. Si mnajua hilo tumizi? Kodi ya nyumba na ni tumizi ambalo huwa inatumia hela nyingi sana. Na tutakapojifunza huko mbele, kwenye mapato yako huwa inatakiwa range ya huwa ina range kwenye 20% mpaka 30% ya mapato yako. Kwa lazima ujue hiyo kodi ya nyumba. Na usije ukasema una nyumba yako. Kwa sababu kwa wale wenye nyumba yako pia bado kuna matumizi ya maintain hiyo nyumba. Kwa hiyo wote tunalipa kodi. Sawa? Kwa lazima uandike kuhusiana na nyumba. Sasa kwa sababu wewe unakuwa uandiki, unakuta huwa inakuwa hivi, unasema nisilipi kodi. Ila huwa unapata taarifa. Baba sasa hivi sijui kuna maji yanaingia huko. Unalipia kodi pale. Unamuita fundi. Baba si mume umefanyaje? Sijui kitu gani, lazima iwepo kwenye cost ya ku maintain ile nyumba. Mwingine upande huu, brother, tumizi gani unaandika tofauti na hata? Nijao Mungu. Ada. Kofi moja kwake. Asante sana. Ada ni matumizi ambayo ni mahususi sana. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo viko mbali. Nani ambaye anasema na kitu amesema ni muhimu sana akitaja. Tunaanza na mama pale alafu mchungaji. Karibu. Usafiri. Kofi moja kwake. Hiyo ni kitu muhimu sana. Karibu mama pale nyuma kabla mchungaji. Nyuma. Mavazi. Kofi moja kwake. Mchungaji tena. Fungu la 10 na sadaka. Asante sana. Nilikuwa nasubiri hilo.
jibu hivi. Mtu mmoja kabla yako ndo anayejibu ile swali lako. Karibu dada Mayasa. Wakati huu pia matumizi ya kuwa na bando. Bando. Vijana ni makofi. Maana kwa wengine bando ni kama damu kwenye mshipa. Akiishiwa bando, kwanza anaweza akabeti kati ya kula na kuweka bando. Kama hela inatosha kitu kimoja, trust me, kuna mtu anaweza kuweka bando. Asante sana. Kwa hiyo kama ulikuwa hujaandika, wewe endelea kuorodhesha, na ukifika nyumbani endelea kuorodhesha mengine ambayo tuliyataja. Nimekaa hapo kwa sababu ni sehemu muhimu sana sana. Sasa huu hapo ni mfano wa kuorodhesha. Sasa nataka uorodheshe systematically. Ukifika nyumbani kwako uorodheshe kwa namna hiyo. Uweke siku namba, uweke matumizi, uweke kiasi, lakini baadaye sasa utapiga asilimia ya hayo matumizi. Hicho ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mimi nimeweka mfano wa huyu mtu ambaye anapata kipato cha kawaida cha shilingi 535,000. Wewe kama unapata milioni 5 utaweka mfano wako peke yako. Unayepata 200,000 utaushusha kidogo. Wa milioni utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unafanya hivi. Huyu mtu anapata 535,000. Mama mwenyekiti wa kina mama alituambia matumizi ya kwanza ni pango. Sasa kwenye pango ile nyumba ya kuishi au accommodation. Unachoenda kufanya, naomba umeingia na simu kanisani. Umeingia na simu kanisani? Haya, basi fungueni kwenye calculator. Na nikamwambia mje na simu kanisani. At first place. Fungueni pale kwenye calculator. Hii tufanye ili ukibaki peke yako usione hizi maana hesabu hata kama zikiwa nyepesi zinakuaga tu changamoto. Sasa chukua ile, huyu mtu analipwa 535,000. Lakini ameamua kujiamulia mwenyewe akapange nyumba ya 100,000. Sasa hapa tunatofautiana, mwingine ataenda kupanga ya 300,000 ili tu awatishie watu. Ila anateseka. Sasa chukua ile 100,000 alafu gawanya kwa 535,000. Alafu zidisha kwa 100. Jibu linakuja ngapi? 18, sawa? Maana yake huyu mtu katika kipato chake cha mwezi 18% au 19% au takriban 20% anaitumia kwenye nini? Sasa na wewe kwenye nani yako, kwa sababu si unajua mshahara wako na unajua umepanga nyumba ya kiasi gani au matumizi unayotumia nyumbani, utaenda kupiga hesabu vizuri. Sasa kwa mfano huo utashuka kwenye kila tumizi utakalo liweke. Kwa hiyo kuna chakula niwekee, huyu alikuwa anatumia 120,000. Sadaka mimi nimepigia hesabu, huyu alikuwa mtu mwaminifu sana na mchungaji kutoka Arusha ametukumbusha kuhusiana na fungu la 10. Mimi nimeona nijikite tu pale. Huyu jamaa anatoaga sadaka. Huyu jamaa anatoaga michango ya harusi, anatumia 5%. Kwa hiyo utaangalia unatumiaga asilimia ngapi. Kwa hiyo utaenda, nimejaribu kuorodhesha pale matumizi kama 12. Hayo ni ya mfano. Wewe ukafanya ya kwako. Yanaweza akawa hayo alafu na mengine au pungufu ya hayo. Hapo tumeelewana? Sasa baada kutoka hatua ya 3 tunaenda hatua ya 4. Hatua ya 4 tunasema gawanya matumizi yako katika makundi mawili. Yale matumizi yako. Sasa hapa nirudi tena nyuma. Kuna watu wengine watakuwa wananiuliza swali hapa. Kwenye yale mapato yangu mimi nimetolea 535,000. Mwingine anashangaa anasema labda kwa mfano mimi ninaendesha bajaji. Naendesha bajaji, mimi silipwi mshahara kwa mwezi. Naendesha bajaji au naendesha bodaboda. Napata mshahara kila siku au nina genge. Ninauza zangu shilingi 20,000 au 30,000 kwa siku. Sasa unachofanya kila unapouza wewe andika. Na wewe kama unafanya bajaji, leo ukipata 18,000 andika 18, kesho andika 5,000,
ukishukua nipata 33,000, siku nyingine ukapata mteja wa kupeleka mpaka Kibaigwa ukapata laki weka hivyo hivyo, alafu mwisho wa mwezi zijumlishe, kwa zitakupa labda 600,000 au 400,000. Sasa kile ndio kipato chako kwa mwezi, alafu sasa ndio unaanza kupanga matumizi. Hapo nimeelewa kwa makundi yote, nimeeleweka? Karibu, kuna mtu ana swali? Mzee Kombo. Swali bora kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu hana akiba. Huyu mtu hajaweka hela ya dharura. Sawa. Akipata changamoto, sababu unaweza ukawa unaendesha unachoendesha ukagongwa, ukafanyaje? Yaani inatokea tu. Mara unaenda na gari yako watu wakapitia site mirror. Na uwezi kwenda hivyo, unatakiwa kuna nini? Na vitu vingine unaweza ukaumwa. Sasa mfano niliotumia hapa haujaja bahati mbaya, ni mfano halisi kabisa kwa maisha yetu. Hatuna dharura. Sisi tumeelewana? Gari hapo kwa tunapanga dharura tu haitokei. Unapanga akiba haitokei. Sasa huo ndio mfano, kwa sababu mimi nimeweka huo mfano baada ya kuwafundisha sana. Namwambia haya twende tuorodheshe. By chance ukikutana na watu 10 au hata 20, ndio mmoja anakuambia nina dharura au ataweka tumizi na akiba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa inabidi tufundishe hivi ili tuweze kupona katika hilo. Sasa gawanya hayo matumizi yako. Yale uliokuwa umeorodhesha, yagawanye kwenye makundi mawili. Utaongeza hiyo table. Kuna kipengele sasa, vile vipengele vya kwanza vyote, cha kwanza, cha pili na cha tatu vilikuwepo kwenye table ya kwanza. Kwa hiyo kutakuwa kuna kipengele cha matumizi ya lazima, lakini na kuna kipengele cha matumizi yasiyo ya lazima. Sasa hapa tunatofautiana. Kila mtu kwake hili inaweza likawa tumizi la lazima, huyu akasema hili sio la lazima kwangu. Kwa hiyo tunatofautiana katika hilo. Kwa hiyo lazima twende ndani na baadaye tutajifunza hapa ndani lipi ni tumizi la lazima, ni yapi matumizi ambayo sio ya lazima. Kwa ajili ya mfano wetu kwenye hatua yetu ya 4, mimi nikasema kwa kina mama naomba mnisamehe. Lakini hata sisi tunatumizi hilo la saluni Mimi nikasema siku ilitokea, kwani kuna wakati ambapo unaacha nywele hadi zinaanza kufunguka. Kwa inatokea. Unakuta kila kitu kimebana, grease hakuna. Unashangaa, unavumilia. Kama ni bila unaenda kibanda umiza kwa 500. Kwa hiyo inakuwa hivi. Kwa hiyo nikaliweka kwenye matumizi yasiyo ya lazima. Huu ni mfano. Na harusi. Harusi kama unakumbuka kuna mwingine ni rafiki yako kabisa. Kuna mwezi unapambana unashindwa, alafu unaenda kumwambia roho. Mwingine anakaa kabisa chini, mwingine anakuambia roho nitakupa zawadi kesho. Unaweka hiyo matumizi sio la lazima. Si imeshawahi kutokea? Na tutajifunza kwa zaidi huku mbele. Kwa hiyo utakuja kuona sasa mwishoni utakuta zile asilimia huko zimekuwa 85 ambayo kwako wewe unaona matumizi ya lazima. Yale yote yenye blue baada matumizi yasiyo lazima asilimia 14, manake yale unaweza ukayafanya au ukayaahirisha. Tumeelewana hapo? Sasa hatua ya 5, yapitie kwa makini zaidi matumizi yako yasiyo ya lazima. Yale yasiyo ya lazima yapitie, utaenda kuyaona vizuri kwa makini. Tafuta binocular, yaangalie vizuri zaidi. Lipo unaweza ukaacha au lipo unaweza ukaendelea kulipunguza zaidi. Lakini katika hatua hii pia hata yale matumizi ya lazima yaangalie. Je, ni lazima ulipe ada kiasi hicho? Huo uwezo nao? Je, ni lazima ukae nyumba hiyo? Je, ni lazima ule, hata kama ni chakula, ni lazima ule chakula hicho cha aina hiyo kwa wakati huo? Kwa hiyo lazima uangalie ndani kabisa uweze kujua kitu ambacho unakifanya. Baada ya hatua hiyo sasa, tunasema lengo la hatua hii ni kuona unayoweza kuyaacha au kuyapunguza
fedha ya kuweka akiba na ya uwekezaji. Ndio linaingia ile swali la Dr. Komba. Kwa mfano wangu huu, huyu mtu hakuwa ana hela ya akiba wala ya kuwekeza. Sasa ukiweza kubana zaidi, ukaangalia yale, ukascrutinize zaidi, kitakachopatikana usiende kukitumia. Hicho tunakipeleka kwenye akiba, kwenye dharura na uwekezaji. Sasa hatua ya 6, tumia kanuni ya 20-50-30. Hapa naomba tusikilizane vizuri. Kuna kanuni mbili. Kuna kanuni inaitwa 30-50-20 na kuna kanuni inaitwa 20-50-30. Sasa wale wana mahesabu, jinsi nilivyozipanga kanuni ninayokuelekeza hapo, ianze na 20% matumizi yako, baadaye uende kwenye 50%, alafu baadaye uende kwenye 30%. Lakini wengi wetu huwa tunaanza hivi, unaanza na 30%, alafu unaenda kwenye 50%, alafu unamalizia 20%. Umeona hiyo inageuka hapo? Nimefanya bila image. Sasa nitaelezea. 20% ni kundi la akiba pamoja na sadaka kwa Mungu. Hiyo ndio 20%. Hayo ndio matumizi unayotakiwa kuanza nayo ukipata fedha. 50% ni matumizi ya lazima. Baada ya kumaliza yale ndio unakuja kufanya matumizi ya lazima. Alafu 30% ni matumizi yasiyo ya lazima. Sasa wengi wetu na wengi ambao nikiwa nikiwafundisha huwa wanaanza kinyume. Akipata hela anaanza kwanza matumizi yasiyo ya lazima. Anaanza kutoa michango, anaanza sijui kuna nini kurudishia mwili pole, anaanza sijui kutoka auti, kufanyaje, ndio anaanza hivyo matumizi yake. Alafu yakibaki sasa ndio anakumbuka, sijalipa kodi, sijafanya nini. Kuna milioni 1. Baada ya kuweka vipato vyako vyote, umeweka milioni 1. Tenga 20%. Jamani, 20% ya milioni 1 ni shilingi 200,000, si ndio? Kama una 500,000, 100,000. Kama una milioni 2, 200,000. Kama una milioni 10, milioni 2, itenge kwanza. Na tutaelezea baadaye unaitenga unaifanyaje. Sasa katika hii tunasema hili ndio kundi la kwanza la matumizi mara upatapo fedha yoyote. Fedha yoyote utakayopata kwanza, toa 20%. Na nimeshawaelekeza jinsi ya kuitoa. Alafu katika hiyo 20% igawanye kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza ni 10%. Kwa hiyo 10% ni uwekezaji. Sasa katika huu uwekezaji, ili kundi tunasema linaitwa akiba, uwekezaji na sadaka. Sasa ukishachukua tena ile 20% igawanye makundi mawili. Kundi la kwanza ni 10%, unaanza kuitoa tena. Hiyo ya Mungu. Kwa wale ambao tuna akaunti tofauti, akaunti moja ni name kwamba ni akaunti ya sadaka. Weka standing order ihamishe hiyo hela iende kwenye akaunti ya sadaka. Kwa wale ambao hatuna akaunti, unaweza kutumia hata system ya bahasha. Ukipata zile hela zako, iweke 10% kwenye bahasha. Niliona babangu akifanya hivyo tukiwa wadogo tunakuwa. Iweke kwenye bahasha, alafu hiyo itakuwa ya sadaka. Alafu 10% nyingine jilipe mwenyewe kwa kujiwekea akiba. Jilipe mwenyewe, pay yourself first. Hapa nitakaa kidogo. Kwa nini ujilipe mwenyewe? Tunasema kazi ya hela uliyojilipa ni akiba, kazi yake ni akiba, uwekezaji na kulipa madeni. Hiyo kazi itakuwa hiyo 10%. Sasa hapa usione ndogo. Na kama ndogo, kwa nini uweke? Usione ndogo. Nimesema hii 10% ndio utakayoweka akiba yako, ambayo sasa kwenye akiba tutakapokuja kujifunza kwenye somo la akiba tutaanza kuzigawanya zile akiba. Kwa hiyo ya kwanza kabisa kwenye akiba utaanza kutengeneza akiba kwa ajili ya dharura au emergency fund, ambayo tunataka iwe 10% ya hela, kiwango cha matumizi yako kwa miezi 3 hadi miezi 6.
ambayo sasa itakusaidia hata ukipata dharura, basi unaweza kusurvive kipindi hicho, wakati labda unatafuta kazi, unafanyaje na vitu vingine kama hivyo. Sasa issue ni kuweka ile 10%, hiyo ni kwako. Kwa nini tunasema jilipe wewe kwanza? Kwa sababu tutakapokuja kwenye yale matumizi mengine, utagundua matumizi yote mengine unawalipa watu wengine except hela hii. Ile hela nyingine utamlipa mwenye nyumba, hiyo sio wewe. Nyingine utamlipa mwenye boda na Bolt na daladala. Nyingine utamlipa mwenye duka kwa ajili ya chakula. Nyingine utamlipa mwenye soko. Nyingine utawalipa TANESCO. Nyingine utawalipa RUWASA. Nyingine utawalipa watu wengine wote. Halafu utafuna 4 mpaka 6. Yanaanza kwa kusema Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5. Kwa wale watu wanaojua hesabu, 1/5 times 100 ni asilimia 20. Kwa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, utaisoma pale vizuri. Lakini ukiendelea mbele utagundua kwamba baadaye ilianzia kwenye kuweka akiba. Baada ya kuweka akiba utagundua Yusufu alifanya biashara kubwa sana, manake ni uwekezaji. Akanunua hadi watu wa nchi mbalimbali, akanunua ardhi, akanunua nini, lakini vyote vinaanza na msingi wa akiba. Akajenga miji, akafanyaje. Kwa hiyo ndio maana nasema ili uweze kufanya, hauwezi kwanza mpaka uanze kujilipa wewe kwanza, ujiwekee akiba. Ile akiba sasa ndipo inapoendelea kukua with time. Ndipo sasa unaweza kulipa madeni, katika hiyo unaenda kuwekeza, unaweza kuweka hela ya dharura na vitu vingine. Lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2 anasema siku ya kwanza ya juma kila mtu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Kwa kwenye hii nyaraka tunasema kila mtu na aweke akiba, kwa ni lazima. Ukisoma pale sehemu nyingine kwenye Wakorintho anasema wazazi hasa wazazi kuweka akiba kwa ajili ya watoto wao. Isije ikatokea kwamba watoto wakaweka akiba kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatufundisha kuanzia mwanzoni, ili sasa tuweze kuacha urithi kwa watoto wa watoto wetu. Tunaanza kujilipa wenyewe kwanza, tunaweka akiba, tunaendelea. Lakini mmoja atusomee ile mithali. Mtu mmoja kwenye Biblia atusomee ile Mithali 6. Chungu zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akiba wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuweka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, mimi sina swali, nataka niongeze ubora wa maelezo tupate kidogo kwenye saving. Farao anafanya hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 ambayo ni asilimia 20 kwa ajili ya saving. Sasa kuhusiana na saving, mwalimu amefundisha vizuri sana asilimia 20 pale, ile 20, 50, 30. Sasa nilichotaka niboreshe ni kwamba kwa kuanzia it's better kwanza aliposema kwenye 10, lakini standard rate ya saving ambayo Mungu ametupa, ambayo sio sadaka, saving ni asilimia 20. Kwa hiyo unapopata fedha yako yoyote, ujue kabisa okay, tutoleo mfano mtu anaelezea milioni kwa sababu niize ku-explain. Maana unapopata milioni 1 kwa mtazamo wa haraka sasa nikwambia kuna asilimia 30 ambayo haipaswi kuingia kwenye matumizi mengine. Ni yapi? Maana yake pale usipungue na hii hapa napokuta sasa it is a minimum. Yaani kwa hiyo pesa unaanza kulipa, yaani it is a minimum. Maana yake 200,000
10% yako au zaidi ya sadaka, hiyo mimi sana naitenga zaidi kwamba ni ya lazima kwenye matumizi yale kwenye 50. Lakini akiba kama akiba lazima ujidhibiti kwa mwongozo wa Mwanzo 41:38-36. Lazima ujidhibiti kwenye 20%, na mambo mengi atakuja kueleza hapa mbele, alieleza kidogo pale, itakuja kukusaidia wakati wa dharura, itakusaidia kupata fursa, itakusaidia pia kufanya maisha yako mengine ya uwekezaji yawezekane. Kwa hiyo kitu ambacho natamani sana ni kwamba nikikazie wakati ameendelea ni kwamba kwenye kichwa chako anza kujiwekea utaratibu, ni 20% akiba alafu na sadaka yako. Yaani usiziinterrupt sadaka na saving, kwa sababu utachanganya, unaweza ukajifariji ukasema nimewekeza kwa Mungu. No. Lazima pia kwenye saving yako umejiwekea nini, una nini kwa mwalimu wako. Asante sana mwalimu yako. Mungu akubariki sana mtumishi wa Kapana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana tuko pamoja jamani wote. Kwa hiyo tukumbuke 10% ya Mungu. Kwa kuanzia utaanza na 10% kwa ajili yako. Standard ya Biblia ni 20% kama alivyoendelea mtumishi, na huko mbele tutaiona vizuri zaidi, lakini unaweza ukaendelea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa matumizi ya lazima. Matumizi ya lazima ni nini? Hili ni kundi la pili sasa. Baada ya kuwa umeshamtolea Mungu, umeshajilipa wewe, sasa unaenda kufanya matumizi ya lazima. Mimi nimetoa tu mfano wa matumizi ya lazima katika yale mlioelezesha. Malazi au accommodation au pango ni matumizi ya lazima. Lazima uishi. Hata kwenye ile yale matumizi ambayo yanadania ila kilini ya mtu na chakula, malazi, mavazi, utaona ile ilikuwa tested. Kwa hiyo malazi ni lazima uweke. Lakini cha pili, chakula, usafiri wa kupeleka hapa na pale, kazini na sehemu nyingine, nishati kwa kutumia lugha ya Dr. Komu, nishati, umeme na maji. Zamani ilikuwa wizara ya nishati na madini, nishati. Maji nayo ni nishati. Dr. Komu, maji si nishati? Sio. Maji na machafu. Basi unatakiwa kubaki kwenye kiwango cha matumizi yako. Unaweza kufanya, kuna kitu kinaitwa hibernation, au unaenda tune kwenye survival mode. Yaani kwenye ile nani ya kusurvive tu. Unajua kuna kuishi na kudumu. Kuna watu wengine na kuishi na kudumu. Sasa unatakiwa kudumu, usiishi. Ukishapata hela ndio unaanza kuishi. Wakati huo unadumu, unahakikisha una survive ili utoboe kuja kwenye kipengele cha pili uanze kuishi. Tumeelewana? Kwa hiyo kama labda hela nyingi inaenda kwenye usafiri, unapaki kwanza, unapanda zonda mpaka utakapopata hela. Si ndio? Watu wakikwambia kwenye harusi unasema kwa kweli mwaka huu mtanisamehe. Mpaka mwezi wa 6 nitakapolipa kazi zangu. Unaenda unakuwa unafanya hivyo. Sasa hiyo tunaita survival mode. Karibu ndoka. Sasa nikisha fix mfano labda matumizi ya 50% yaani. Kuna zile fluctuations za price ambazo mimi siwezi kujua. Hamna 10% ambayo unaweza kuweka kwamba inawezekana bei kama vyakula vinapanda na kushuka. Unaweza kukuta leo nyama 10,000, kesho kutwa umeenda 12,000. Isipo adjust hapo, hiyo naitoa wapi? Asante sana. Anaelezea kwamba kwa wakati mwingine kunaweza kutokea inflation, vitu vikapanda bei. Kama sasa hivi nimeambiwa viazi mviringo kitu gani kimepanda bei? Sio viazi mviringo. Vimedabo, nyama tulikuwa tunanunua 7,000 sasa hivi sio 11,000, 12,000. Vinaweza vikatokea vitu kama hivyo. Sasa vitu hivyo vikitokea, budget sio static. Ni wakati mwingine huwa kwa maana tunakuaga tuna mid-term review, tuna review ile budget. Kuna vitu baadaye, hiyo ni kitu cha msingi. Sasa fungu la mwisho la matumizi tunaita matumizi yasiyo ya lazima. Kundi hili linahusisha matumizi ambayo unaweza kuyasitisha kama hali yako ya kifedha imetetereka. Ukitaka kujua haya matumizi, hali yako ya kifedha imetetereka, wanakwambia leo tunzetu outing. Unaangalia kwa siku na mkishamaliza kula kuna kuchangia. Au unasema leo mimi niko busy. Ambayo unaweza kuiahirisha, ambayo hautakufa ukiahirisha.
Lakini tunasema matumizi haya huchukua fedha nyingi zaidi kwa watu wasio na tabia ya kuandaa bajeti. Utakuta matumizi yako mengi yako. Na haya ni yepi outings, yapokuwa ni kitu kizuri, mwe mnaenda out. Kula nje, eating out, kwenda vacation, utagundua kwamba mwaka huu watu wengi tutaenda mwakani au whatever. Au mtu mwingine kila mtu kijijini kwake akifariki anaenda. Watanionaje? Hata wakuoni kwanza. Nani anakuona? Yaani unaweza kukuta wako busy na maisha yako hata wakuoni. Kila harusi unachangia. Sijui itakuwaje, haiwi chochote. Kwa hiyo lazima uangalie upande. Vifurushi, unanunua kifurushi kwa mfano, wewe unakaa siku 2 kwa siku katika nyumbani. Ukapunguza matumizi yako kwa 15%. Yale ambayo ilibidi kutumia 30%. Ukawa una 15%. 15 ukaendelea kwa sababu yale matumizi tunashauri lazima utumie. Haya matumizi usiondoe kabisa. Kwa sababu you are social being. Lazima uchangie harusi, lazima uende kwenye misiba, lazima ufanye. Ila ufanye kwa kiasi. Sasa ukiweza kupunguza ile hela itakayoongezeka unaipeleka kule kwenye kundi la akiba. Ndicho alichokuwa anatuelezea mwalimu Mwakapala hapa kwamba ile akiba tulisema kianzio ni 10%. Sasa huyu hapa tayari ameshaongeza imefika 35. Kwa hiyo anaweza akaamua kumpa Mungu 10 au hata 15, alafu akiba ikaenda ikakuwa 20%. Sasa umeanza kusogea. Tumeelewana jamani? Umeanza kuifikia ile ya 20%. Baadaye utaendelea mbele zaidi. Hapo tumekaa sana kwenye hatua ya 6. Sasa tumebakiza hatua 3. Hatua ya 7, chunguza na kuangalia vyanzo vingine vya kipato. Hapa angalia vyanzo ambavyo haviji kila mwezi. Sasa kwa wale wafanyakazi, unaweza kuwa una nyumba yako ya kupangisha, wanakulipa labda ulihama katika mji fulani ukahamia mji mwingine. Wengi sana wanakuja Dodoma, walikuwa miji mingine. Labda ulikuwa Arusha, ulikuwa Dar es Salaam, ulikuwa sijui Mbeya, ulikuwa Tanga, kule ulikuwa una nyumba inapangishwa. Kwa hiyo umekuja huku ukajenga nyingine au ukapanga. Sasa ile inakujaga labda kwa miezi 6 au miezi 3. Asante sana mwanangu. Hii ni katika makundi mawili. Sadaka na akiba. Fedha zote zitakazopungua kwenye matumizi ya lazima, matumizi yasiyo lazima na kipato cha ziada zitapelekwa kwenye kundi hili. Kwa hiyo itaendelea kuongezeka. Tunasema sasa safari ya kwenda kwenye uhuru wa kifedha huwa inaanzia hapo. Kwanza baada ya kupunguza kundi hili na kuongeza kwenye kundi la akiba na uwekezaji. Kwa hiyo ukifanya tu hicho kitu Mungu, utaanza kwa udogo, utaendelea kukua. Hiyo ni hatua muhimu sana. Na katika kusisitiza, kundi hili la akiba ni muhimu kwa sababu ndio fedha yako ya sasa na ya baadaye. Kanuni ya fedha muhimu kuliko zote inasema jilipe wewe kwanza, na unajilipa kwa kujiwekea akiba. Fedha ya kufanya mambo muhimu ya maendeleo kutoka kwenye akiba. Mambo hayo ni kama kuwa na fedha ya dharura. Sasa ndio tunafika pale kwa Dr. Hela ya dharura iko katika kundi hilo hapo. Sasa hela ya dharura ianze tu, ndio maana unaanza taratibu. Unaanza kwa kuweka akiba. Sasa ili ujue hiyo hela ya dharura na inaweka kwenye akaunti maalum inayokuwa. Lakini hiyo akaunti unaweka hela takriban, kwa mfano kama matumizi yako uliyopiga yote ni shilingi 500,000 kwa mwezi, hela yako ya dharura inatakiwa kuwa takriban ya kutosha miezi 3 hadi miezi 6. Kwa hiyo unaanza kuidumbukiza. Kwa hiyo mpe Mungu 10% ya kwake, jiwekea akiba 10%. Utaona sasa inaanza kuongezeka. Inaongeza pale uwekezaji. Hasa katika zile 20% alizozifundisha pale tulizoona kule kwenye mwanzo. Zile na zenyewe sasa unaendelea mbele zaidi, unazigawanya kwenye makundi mawili. Moja inakuwa akiba, lakini nyingine inakuwa uwekezaji. Akiba inakaa kwenye akaunti ambayo ina delay access au unaweza kuipata, lakini uwekezaji inaenda tayari kwenye kufanya kazi fulani kama kujenga nyumba, kununua hisa, kuweka kwenye UTT, kununua bond. Unaweka juhudi binafsi ya kufanya ufuatiliaji na tathmini ya bajeti uliyoiandaa. Anza kwa kuandika matumizi yako ya kila siku kwenye diary, journal au pocket handbook. Hii ni hatua muhimu sana.
Kabla hujafanya matumizi yoyote, nenda kanunue ka notebook, kale ka notepad kadogo kwa kuanzia. Kadogo ambapo unaweza kama unatembea nacho. Ukitaka kufanya matumizi yoyote, andika. Wewe andika, alafu jioni ukifanya tathmini, hivi leo nimefanyaje, ili usio unaona nilifanyaje. Kuna mtu alipita akakusifia tu kiongozi, watoa sifa. Unajua ile mtu pia anakaa kwenye point anapokona. Ni mtu mwema sana. Nchi ina machawa wengi sana. Unakuta umetoa hela unatumia, sasa ziandike. Baadaye utagundua kwamba ukitaka kuandika kitu fulani, sema nilitumizi niliandika kweli, utaanza kuona haifai kuandika. Maana yake inakuacha. Ukianza kufanya hicho kitu, utagundua kwamba tayari unaanza kupata balance yako. Ukilipa kwa kutumia internet banking, ukifanya sim banking, nalipa kwa sim banking, hakikisha umeandika notification. Usitransfer tu, wewe andika notification kwamba nimetuma hii zawadi pale kwenye eneo la notification. Nimetuma hii ada ya mtoto. Nimetuma. Baadaye achukue statement yako, benki angalia. Zawadi imeenda kiasi hiki, sadaka imeenda kiasi. Kama umetuma kama ni sadaka, umemtumia mtumishi wa Mungu, andika sadaka. Andika notification ambayo sasa itakusaidia kufanya analysis ya matumizi yako ili uweze kujijua. Baadaye inakusaidia kwanza kusema kumbe mimi hela nyingi nazipelekaga huko na sijui. Ile niweke akiba, laki moja nyingine nipeleke kwenye uwekezaji sehemu ambapo hela inakuwa. That the principle. Ile 70, 50 fanya matumizi ya lazima, 20 fanya matumizi yasiyo ya lazima. Ahadi ya Mungu wetu. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Isaya 48 mstari wa 17. Kwa Bwana ametufundisha, hataki tupotee, tuwe na misingi ya kupata faida. Kwa kadri Mungu atakapokuwa anatujalia watu wa Mungu, tutaendelea kujifunza na mwaka huu utakuwa mwaka wa maongezeko. Mungu awabariki. Amen. Wow. Wanibaraka, Mungu akubariki sana. Wow, it is a heavy. Sasa kwa sababu ya muda ndio tumesonga sana, ninatoa watu wawili tu, maswali mawili, au kama una mchango tumalizie session yetu. Lakini tumejifunza kwa hekima sana kuhusiana na akiba. Tumejifunza kwa weledi mkubwa. Nadhani Mungu atatusaidia. Kama nilivyosema, katika sehemu yoyote mimi ninahubiri sehemu nyingi, waga naogopa sana kujisifia. Tena nikiwaga hapa sisi ni matajiri. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi ni watu wa mbingu. Sisi tunajifunza mambo ya mbingu za kufika tunakotaka kufika. Basi naomba niruhusu maswali mawili. Karibu kama una swali. Asante sana advocate. Kwanza na kuongeza mwalimu, somo zuri anatufundisha kila siku na kila siku ni jipya. Lakini nataka tutoe hofu kidogo kwa watumishi. Hivi unaposema kipato ile sivyo ile kabla ijakatwa au ile baada ya kukatwa. Hiyo. Na je, kama mimi ni mfanya biashara, naendesha bajaji. Sio kwamba kipato ni baada ya mimi kutoa nauli yangu ya kila siku na kula mchana wangu, afu ndio kile kingine nakipeleka kwa ajili ya matumizi. Na likewise mtumishi, na tutoa na ile nauli yangu kwenda kazini kwanza na chakula mchana, afu ndio naifanya na feka ile nyingine au inakuwaje? La pili, nilikuwa tuna ushauri kwenye ile ya internet banking au transaction za kwenye simu. Wanasema ili ujue unatumia kiasi gani, zoea kuwa na cash. Yaani kutoka na 200,000 ukairudia hauna, inakusumbua kichwa. Kuliko kwa wale tunaweka kwenye simu unalipa namba, unalipa. Yaani unaweza kufikiri sio pesa ile, lakini ni pesa. Wanasema tuzoe kutumia internet banking. Na mwisho tusaidie kidogo uhuru wa kifedha kidogo tu, nini ambayo tunategemea kufikia ni kitu gani sana. Asante dada Jenny, ametupa insight
Tutakuwa kuna kitu. Mwaka pana? Sasa nimesahau kuchukua note kuandika. Naomba nijibu. Sababu kanisa linabeba watu wa aina zote. Naomba tunapofika hapa, tukifika mbali, tusisahau hao maskini ambao hawana hata kazi, tuwasaidie wasogee mbele. Amen. Mama natamani tuwasaidie na maskini sio kazi, na ndio kazi yetu kwa kweli ya kuhakikisha wote wanafanikiwa. Swali la mwisho. Asante. Sasa mpaka ngoja nijibu alafu nitakalolisahau utaniambia. Sawa, karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza hilo la mwisho la mchungaji. Hili la kusaidiana ndio kazi yetu ya kwanza, na ndio maana tunafanya hili. Na katika hili ndio maana nimesema mimi nimeongea na mchungaji na kamati ya uinjilisti, nitafanya kwa kadri atakavyonisaidia Mungu na mwingine ataendelea. Lakini kwenye somo mojawapo tutajifunza pale eneo la kipato. Pale kwenye kipato. Alafu mwingine kwa ni ushauri kwamba tutumie zaidi cash kuliko kutumia transaction hizo ziweze kutrack matumizi yetu. Kwa hiyo nitakupa dakika 2.5 za kujibu hayo mawili. Karibu. Ile la mwanzo ndio straight. Nilipokuwa naelezea nimeelezea kutoka kwenye net. Cheki mambo inaitwa au net, sio kwenye gross. Kwa sababu kwenye gross serikali wanakuwa wameshachukua ya kwao moja, kodi inaitwa pay, lakini pia wamechukua 10% yako wamekuwekea uzeeni, kwa sababu wanajua wakikupa hautaweka. Sawa. Na serikali pia wanatumia principle ile ile ya kuweka 20%. Sawa, ni principle ya Biblia. Wanachofanya, wewe wanachukua 10% kwako, wanachukua 10% kwa mwajiri wako, inafika 20% wanakuwekea akiba kwa lazima. Sio wabebe ina miao ni president. Sorry, kuna moja sijamalizia ile la cash imesafiri. Ile alikuwa swali kwa ushauri. Jennifer. Alikuwa ni mshauri, alikuwa anatoa ushauri. Naomba nisaidie kitu kimoja. Na hii hapa hata kwenye fungu la 10 tutakuja kufundisha. Unapozungumzia income ni kile kitu ambacho sasa umebaki nacho kama faida. That is the definition. Kwa mfano mimi mwalimu wa tax, tunapozungumzia income tax ile inayotajwa income from employment, business or investment. Kwa hiyo kile kinachobaki, kwa mfano wewe, watu wengi sana wanachanganya mauzo na faida. Sales na profit are two different items. Kwa hiyo kwa mfano na bajeti unasema na bajeti zako, ile ile unayopata kwenye bajeti sio unayotakiwa ndio useme, hapana. Au kama ukatolewa fungu la 10, hapana. Ni ile sasa umechukua yale mauzo uliyonunua, toa mafuta ya bajeti, toa kama ni leba umefanya, kile kinachobaki kama faida, hicho ndio unapaswa sasa 10% kwa Mungu na uwekezaji aliosema. A profit, a return from your investment, business or employment. Amen. Basi wa mwisho kwenye 50% pale. Kwa hiyo sasa hiyo fungu la 10 kwenye 50% ni 10% ya kwenye ile 50% ile ni kitano, kwa sababu kwenye milioni 1.5 sio 50%. Na ile kwenye milioni, mimi najua kwenye milioni 1 fungu la 10 ni kwenye milioni 1 fungu la 10 ni 100,000. Kwa hiyo nikija kuchukua kwenye ile 500,000 na kwa 50,000 nachanganyikiwa. Okay, mimi niwaelezea ila wakasema they need you to clarify kwamba kwenye 500,000 hatuchukui 10% ya 500,000 ndio za fungu la 10 nyuma. Tunatoa 10 ambao ukitoa 500,000 toa ukitoa 50 toa 10. Kwenye 500,000 si 10 ni 100,000, 40 ni 400,000. Kwa hiyo 100,000 inabaki pale pale, so don't multiply. Sasa nampa mwalimu nafasi, lakini ni brief. Fungu la 10 kanuni yake ni kwenye faida au kwenye kipato chako. Kwa hiyo kama wewe unapata milioni, fungu la 10
kufundisha hapa ni distribution ya income yako. Umepata milioni 1, unatakiwa uivuje vipi? Na mimi nikana nimejaribu kusema kama unataka kupandisha saving, maana yake ndio ametoa mchoro kabisa kwa conclusion plan. 30% naweza nikasema sio ambao unapaswa kuitumia. 10 kwa Mungu, 10 uwekezaji, 10 saving, ambao zote mbili kama saving. Kwa 30 umeshazitoa ya total amount, alafu ile 70 inayobaki ndio sasa utatumia pale kwenye 50 na kwenye 30 na kwa adjust. Si ndio mwalimu? Basi naomba kwa kurudi tumalize session yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ufafanue kama umechanganyikiwa, kama wamechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu Makabala ameelezea vizuri. Na kwenye somo langu leo sija kufundisha sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wa sadaka ni mwalimu Makabala. Mimi nilikuwa naweka msingi wa kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Na nimeweka msingi mdogo tu kwenye budget. Sasa msikumbuke hapo. Tuna safari ndefu kuelekea kwenye uhuru na basics zote zitakuwa na topiki 6. Alafu nimesema nitafanya topiki moja ya bonus ya inayohusiana na mikopo na madeni. Hiyo itakuwa ya bonus kama umeshaingia. Amen. Jamani mshangilie sana Mungu. Asante sana kwa baraka. Wow. You know this is a very blessed session. Baraka kwa namna kipekee kama sijarudisha kwa mchungaji yangu Domingo anaambiwa atasimama kufundisha. Mimi nafahamu ni famasia mambo ya madai. Sasa kuzungumza habari ya fedha tafiti na research ndio ambao wanasema kumbe huyu bwana ni multipurpose. Hongera sana. Wewe amefundisha mambo ambayo mimi sikutegemea. Halafu mambo ambayo tunayaishi kila siku tunayo na tunafanya. Na makosa mengi tumegundua jinsi ambavyo tunakosea, na kwa kweli Mungu akubariki. Nafikiri ninyi profesa na yeye profesa kwa sababu basi suti kama nini. Kwa sababu yeye naye anastahili kuwa profesa kwa sababu anajua kufundisha vizuri, tena nafasi nzuri sana ya kuwa darasani leo. Na ni neema kubwa sana. Huu ni mwanzo kama nilivyosema. Leo tulikuwa tunaanza lakini si mwangaza mambo yetu makubwa. Mwezi ujao ukija, majira kama haya mwezi ujao, hakika tukitoka hapa tutakutana na buffet pale nje. Kabisa. Ndio very much sure. Basi hapa ndio mwisho wa session yetu ya Professional Sunday. Ninawashukuru sana wote mliohudhuria. Tutamwomba mwalimu atupe notes ya zile parts ambazo tunazo, tutaanza kuzidistribute. Lakini kama una maoni, ushauri, unaweza ukaniona, unaweza kumuona katibu, unaweza kumuona mtazina, unaweza kumuona pia hata ofisi ya mchungaji kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha zaidi. Lakini pia ni kama nilivyosema, namshukuru sana mchungaji, lakini pia nashukuru sana wageni wetu wote kutoka Dar es Salaam. Lakini pia hajaja tusijifunza, mmeona ana mambo yetu sisi hapa. Tukae kinyonge sio kweli kule mnakaa tunamfua. Hata sisi tunajifunza. Lakini pia namshukuru sana Lugano, amekuwa wakati wote anatuchukua hapa kila tukimwomba. Content hii baada ya muda tutakutana nayo YouTube. Kwa kama kuna mtu ajaje au kuna ndugu yako anatamani kujifunza financial literacy basic, basi atakutana nayo YouTube kwenye ukurasa wetu. Tuliwaambia jamani mwingie. Mkiingia kule naomba mkafanye kitu kinaitwa sabuni.
Halafu tuna mikate miwili na samaki. Tuna mikate mitano na samaki viwili. Yesu akapokea akavibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na somo mtumishi ambavyo alikuwa akifundisha, ukipata kitu chochote, kwanza nenda mbele za Bwana. Kinaweza kawa kikubwa, kinaweza kawa kidogo, nenda mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Hata Yakobo kabla hata ya kupanga sadaka sije nini, mshukuru Mungu kwa kile ambacho umekipata. Mungu atatenda muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na muda umeenda, lakini ni vizuri tumshukuru Mungu kwa ajili ya niseme tunaingia kwenye toba kwa sehemu, kwa sababu wakati mwingine hatupangi, wakati mwingine tumetumia kama tulivyoona ya mambo ya kifedha kwa mtu binafsi. Lakini pia neno la Mungu siku ya leo anasema walipokuwa navyo, Mungu alisema kabla ya kuwaketisha hao watu, basi akasema niviweke mbele za Bwana. Kwa hiyo nenda kashukuru kwa ajili hiyo. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa wema wako, kwa fadhili zako. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Bwana umetupa kwa kupitia mtumishi wako. Tumepata maarifa ya pekee sana katika maisha yetu. Kila wakati mwingine tulienda kinyume kabisa na ambavyo leo tunaona jinsi ulivyotufundisha. Tunakusihi Bwana utusaidie ili katika maisha yetu tusirudie makosa. Utusaidie pia hata kwa ajili ya kanisa ili liweze kufika mahali pazuri katika hali ya uchumi katikati ya watu wako uliowaweka wewe mwenyewe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, pasipo wewe tunaweza kutumia ovyo hata bila kupanga. Utupe nidhamu ili tukae kwako mbinguni, lakini pia uwezeshe hata kile kidogo tunachopata kabla ya kufanya lolote tukiweke mikononi mwako. Tukushukuru wewe Mungu kwa kuwa wewe Mungu utakwenda sasa kutoa sadaka ile ya ahadi pamoja na maendeleo ya Yesu. Wakati huo niitie sasa kwaya ya umoja. Kwaya ya umoja, karibu. Wakati tunaimba kwaya ya umoja, tutakuwa tukitoa sadaka hiyo ya ahadi na maendeleo ya Yesu na baadaye
tupate kuhesabiwa haki na kwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tuletayo sasa na miili na roho zetu, viwe dhabihu iliyo hai ya kupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nirudishie Bwana nini? Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, uipe neema ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu za aina mbalimbali. Na pia tunaendelea kulitia jina lako hata kwa ajili ya amani ya dunia. Tunashuhudia sasa na kusikia vita katikati ya dunia, na pia sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na maovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumefika mwisho wa ibada yetu. Niendelee kuwakumbusha kwamba Jumapili ijayo tutafanya udiakonia, tutakuwa na hiyo sadaka ya udiakonia. Kumbuka Getsemani na Songa Ngoshe Tanga. Namba 89.
Ni mimi mnadishaji nimetumia hivi. 37 kwa mara ya kwanza. Ya pili. Haya, tuweke sawa basi. Nimeambiwa haijakaa sawa. 37 kwa mara ya kwanza. 3,000 anaongeza 40,000. Tuiweke vizuri. 40,000 kwa mara ya kwanza. Jana wale uzima.